Ukisikia ya kuwa nabii ya kubaliki kwao, basi ndivyo kinavyomkuta Captain Diego Mbwana Ali Samata. Mashabiki wa Tanzania wengi ni kama vile wamkubali Captain Diego, lakini mimi kwangu I'm so proud kuwa na Captain Diego kwenye nchi yangu ya Tanzania. Maisha yake ya soka yalianza mnamo mwaka 2008 katika klabu ya African Lyon. Alipoanza soka katika klabu hiyo ya African Lyon ya jijini Dar es Salaam, Mbwana Samata alikaa ndani ya misimu miwili tu katika klabu hiyo, na baada ya hapo akaweza kuelekea katika klabu ya Simba Sports Club. Ndani ya mwaka 2010 alisajiliwa na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi. Alipofika Simba Sports Club akacheza kwa muda mfupi sana, akacheza nusu msimu tu na akaweza kusajiliwa na klabu ya TP Englebert Mazembe ya Demokrasia ya Kongo huko. Alipofika TP Mazembe alifanya makubwa sana, alikutana na ndugu yake mmoja anaitwa Thomas Ulimwengu. Walikuwa wana pacha nzuri sana ya Watanzania wawili, lakini yeye akaweza kuibuka kuwa kinara muda wote. Mbwana Samata akaonesha kiwango chake cha hali ya juu, akaonesha kuwa yeye ni nani. Akaweza kutoa vikombe vikubwa barani Afrika, lakini pia baada ya kubeba kikombe cha klabu bingwa ya Afrika akaweza kubeba tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wa ndani mnamo mwaka 2015, na ndipo akaondoka msimu huo, na 2016 akatua katika viwanja vya huko Ulaya katika nchi moja ya Ubelgiji. Alipotua huko alijiunga rasmi na klabu moja KRC Genk, ambapo alipofika KRC Genk mnamo mwaka 2016 akacheza mpaka 2020. Alicheza kwa mafanikio makubwa sana katika klabu hiyo. Aliweza kubeba ubingwa wa ligi hiyo, lakini pia mnamo 2018-19 msimu huo alibeba kiatu cha ufungaji bora katika ligi kuu ya nchini Ubelgiji. Mbwana Ali Samata 2020 baada ya kumaliza pale mkataba wake akaelekea katika klabu moja ya pale England inaitwa Aston Villa. Baada ya kutua Aston Villa, Mbwana Ali Samata akaandika historia kuwa yeye ni mchezaji wa kwanza kucheza Premier League, yani England Premier League. Alipotua katika klabu hiyo akaweza kufunga goli lake la kwanza, huku akiandika tena historia kama Mtanzania wa kwanza kufunga goli katika ligi kuu ya England. Hakuweza kucheza kwa muda mwingi, pia hakuweza kudumu katika klabu hiyo ya Aston Villa. Maisha yake hayakuwa mazuri sana katika klabu hiyo. Akaweza kuondoka na kuelekea katika klabu moja ya huko Uturuki inaitwa Fenerbahce. Alipofika Fenerbahce akacheza pia kwa mafanikio. Baada ya hapo akatoka kwa mkopo kuelekea katika klabu ya Royal Antwerp ya huko Ubelgiji. Baada ya kucheza Royal Antwerp akarejea katika klabu nyingine ya huko Ugiriki, akaenda kwenye klabu moja inaitwa PAOK FC. Alipofika PAOK akacheza kwa mafanikio, akabeba ubingwa wa ligi, lakini baada ya hapo mkataba wake ulipoisha akaelekea katika klabu ya Le Havre. Alipofika katika klabu ya Le Havre hapo nchini Ufaransa inayoshiriki ligi kuu Ufaransa, ndipo mpaka sasa anaendelea kukiwasha katika klabu hiyo na anaendelea kufanya vizuri kuiwakilisha taifa la Tanzania. Lakini kwangu mimi Captain Diego ndio captain pekee katika timu ya taifa ambaye amedumu na kuweka rekodi nzuri. Ameweka rekodi ya kufuzu back to back katika ile kombe la African Cup of Nations, amefuzu mfululizo, lakini pia baada ya hivyo yeye ameweza kuisogeza timu yake ya taifa mpaka hatua ya 16 bora. Ni captain pekee aliyeweza kufika katika hatua hiyo ya 16 bora. Lakini ukiachana na hivyo, Captain Diego ni captain aliyefungua njia za mafanikio ya soka kwa wachezaji wengine wa Kitanzania. Ameweza kucheza barani Ulaya kwa muda mrefu, amehimili kila jambo katika ligi kuu za Ulaya. Amewainspire vijana wengi kama vile wakina Kevin John, wengi wakitamani kucheza katika maligi mbalimbali ya Ulaya, na Kevin John kwa sasa yupo huko. Wakina Morris Abraham kucheza Simba japo alicheza Ulaya na akarejea. Vijana mbalimbali wanatamani kucheza Ulaya, kisa Captain Diego amefanya makubwa, lakini Watanzania wanamchukulia poa. Kwangu mimi I'm so proud of Captain Diego Mbwana Samata. Endelea kukaza kaka mkubwa. Langu jina ni Rasom Masima wa hapa Rasom TV.